Mimi leo I'm very proud kuja nyumbani na wenzangu. Na nataka niambie watu wa Western, imesalia mwezi moja peke yake. Huu mwezi wa Julai na tunaingia mwaka wa kura. Kuanzia tarehe 10 huu mwezi wa August unakuja, tutakuwa tumeingia the election year. Kuanzia August mwaka huu hadi August mwaka ujao, tunaenda kuwa na miezi 12 peke yake. Hii miezi 12 nataka jamii ya Mlembe tushikane na Wakenya wengine, tutoe serikali ya Kasongo one. Mko tayari tupeleke Kasongo nyumbani? Elimu ameharibu hajaribu? Mambo ya afya SHA ameharibu hajaribu? Watoto wenu jenzi ameua hajaua? Mimi nilikuja hapa Vihiga, tulikuja kuzika kijana Brian, kijana Mluya hapa kwenu Vihiga. Aliwawa Nyalenda wakati wa maandamano ya Azimio, tukipigania mambo ya baba na mambo ya ushuru. Mimi nashukuru sana mbunge wenu wa hapa, kijana Power So. Engineer Maungu alikuwa wa kwanza na wa pekee kaunti ya Vihiga kusimama na ninyi wananchi. Alisimama na wamama hawa, mama mboga. Akasimama na bodaboda kuambia Zakayo, hatukubali upandishe ushuru, uumize bodaboda, uumize mama mboga. Kijana Onjiri hapa amesimama na sisi. Leo twakuja Luanda kuwaomba msimame na hii team, twende tutoe Kasongo kwa uongozi. Mko tayari? Na sisi tumeamua ya kwamba Kasongo hawezi pewa second term kama ameshindwa kuunda mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya uchumi. Sasa kila mtu amefinywa. Alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfukoni mwenu imeingia? Shida hakuambia mama mboga na bodaboda ni mfuko wa nani. Pesa zote zinaingia mfuko wa Zakayo. Hata hii finance bill ako anaenda kuongezea ushuru tena. Kina mama mko hapa? Kina mama hai. Hawa wabunge hawajawaambia hata zile sanitary pads za kina mama. Mimi na Uhuru tukiwa serikali, wamama walikuwa wananunua 50 bob always. Mambo yametoka bottom up, hata hiyo always inapanda ushuru hata kwa hii. Mnakubali kina mama? Hata mawigi zenu, hata simu yenu mnayotumia Safaricom, sasa Kasongo anaenda kuongeza ushuru. Kijana wako akikutumia pesa hapa Luanda, kama anakutumia 10,000, wanaenda kukata 16%. Meaning pesa zako zile za M-Pesa hazitakufikia. Ametoa pesa mfukoni hajatoa jamani? Aende asiende huyu jamaa? Leo nimekuja na ndugu zangu hapa, na nataka niambie jamii ya Mlembe, sisi tuko tayari kupambana na Kasongo tumpeleke nyumbani. Hapa Western, wenzangu wote waliokuwa na azma ya urais kama Wamalwa, wote wamenunuliwa na Kasongo. Wameogopa Kasongo, wanasema huyu Goliathi hatumwezi, eti mvumilie na yeye hadi 2032. Ndugu yangu Weta ameogopa. Ndugu yangu Musalia ameogopa. Ndugu yangu Opara Nyasasa pia ameogopa. Ati wanasema tuvumilie paka 2032. Watu wa Luanda, mtakubali? Mimi nimeambia ndugu zangu wakubwa, kama ninyi mnaogopa huyu Goliathi, mtoe jam. Mimi nionane na huyu mtu. Sawa sawa? Watoe jam wasitoe. Sisi hatuwezi vumilia hadi 2032. Sisi 2027 tuko tayari tupeleke Kasongo nyumbani. Mko tayari? Mimi Wamalwa niko tayari. Je, Luanda mko tayari? Hebu nione wale mko tayari tupeleke Kasongo nyumbani. Ai. Na nimekubaliana, sisi kutoa Kasongo lazima tuungane sote. Mimi hata Waluya wote wanipe kura 5,000,000, siwezi nikawa rais bila support ya jamii zingine. Na hiyo ndio sababu mliona Wamalwa akitafuta urais, alienda hadi kule Othaya, Nyeri, akatafuta rafiki anaitwa Kibaki. Mnakumbuka? Akaenda Ukambani, akatafuta Ngilu na huyu Kalonzo. Leo nimekuja hapa kutoka kule Mlimani
na rafiki kutoka wa Munyoro anaitwa Rigiji. Mnakubali utembee pamoja? Nimekuja nyumbani na rafiki anaitwa Kalonzo Musyoka. Mnakubali utembee pamoja? Nimekuja na JB Muturi, tutembee pamoja? Matiang'i yako njiani. Mnakubali utembee pamoja tutoe Kasongo? Hebu nione mnaosema Kasongo aende. Mwisho nimesema kwa jamii ya Mlembe. Mimi nikiungana na jamaa wengine kutoka jamii zingine. Wanasema ukarimu huanzia nyumbani. Vile vile nyumba ya Mlembe, umoja unaanzia wapi? Nyumbani. Na ndio sababu mimi nimejitokeza niongee na ndugu zangu walinda mwananchi, akiwemo seneta wenu wa Vihiga ambaye amesema one term akapigwa hapa Kisumu akaumizwa. Mnakumbuka? Ososi amepigwa na wahuni Kisumu sababu amechukua msimamo kusema hataki Ruto arudi second term. Ameumizwa hapa. Mimi na Maungu mbunge wenu ndio tulimpokea kwa hospitali Karen, akitolewa Kisumu, ameumizwa, anavuja damu, karibu awawe hapa Kisumu. Mimi wanasema uchungu wa mwana ujuae ni nani? Si nyinyi ndio wazazi wa Ososi? Simulisikia uchungu alipopigwa? Ati sababu amesema one term. Tumeambia bwana Ososi, Senator Sifuna, tumeambia ndugu yetu Caleb Amisi, wale bado wako kule watoke huko ODM, kule broad based, wakuje upinzani tuunde serikali pamoja. Mnakubali? Mnakubali tutembee na Ososi? Tutembee na Sifuna? Tutembee na Caleb Amisi? Wangapi wanasema umoja wa Mlembe tutembee pamoja? Sasa nataka nilete jamaa ambaye alionyesha Waluya hamukujua kulikuwa na mkataba kati ya Ruto na Musalia na Weta. Walisema ati 30% shares za Muluya kwa serikali wao watapewa. Sasa ninavyoongea waliambiwa kilomita 1000 ya barabara hapa kwetu itawekwa tarmac. Nimetembea Western, sioni ile tarmac imewekwa, na hata kama imewekwa haifiki hata kilomita 100. Huo ni uongo, si uongo jamani? Huyu Rigiji aliposema Waluya share yenu mmekuwa short change, Mlima share yetu tumekuwa short change, akapigwa teke akaondolewa serikalini. Mnakumbuka? Wiki hii amekuwa kotini. Koti imepata ya kwamba yeye alidhulumiwa, lakini wakasema hawezi mtendea haki sababu hatuwezi kuwa na manaibu wa rais wawili. Today I want to speak to the judiciary of Kenya. You are the last line of defense. Ile mambo yamefanyika kotini kunyima Gachagua haki eti sababu Kindiki ataumia, hiyo sio haki. Sisi wanasheria tunasema let justice be done even if the heavens fall. Sasa tumeona tena wanaanza kunyemelea kesi ya Safaricom. Mimi na huyu Kalonzo tumeenda kotini kuzuia Ruto asiuze Safaricom. Anataka kuuza M-Pesa yenu kina mama, vijana wa bodaboda. Ameuza Nzoia, ameuza Muhoroni, ameuza Sony. Sasa hata M-Pesa yenu mnatumia hapa, anataka kuuza South Africa. Pipeline yenu, mafuta yenu kutoka Mombasa, refinery yenu ameuzia Uganda hapa. Sisi tumeambia watu wa kotini, kama kuna nia ya kuinterfere na the Safaricom case na Kalonzo Musyoka ako hapa, tuko macho and we know what you want to do. Wanataka watoe conservatory orders ili kesi ikienda kusikizwa waseme hiyo Safaricom ishauzwa, there's nothing we can do. Wananchi mtasimama na sisi? Tumalize ufisadi Kenya, mtasimama na sisi? Tutoe ukabila Kenya, mtasimama na sisi? Na sisi tuwasema tunataka maendeleo ifikie kila Mkenya, including Muluya. Waliahidi hapa factory ya granite. Kakamega nilikuwa nimeanzisha na Oparanya factory ya dhahabu. Hadi sasa watu wa Luanda, kiwanda yenu ya granite imejengwa kweli? Vijana wenu wamepewa kazi kweli? Na hii ndio sababu tunasema ameshindwa kazi, aende asiende jamani? Munanipa ruhusa nilete huyu mtu kutoka wa Munyoro, yule alifichua siri akatuonyesha share zetu
ambazo hatujapata, na waletea Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Mulembe Fosi, Mulembe Te, Mulembe Soa, Mulembe Mia. Hi cousin. Hi cousins. Hi Makuzo. Cousins hi. Makasini wapendane wasipendane. Makasini watembeleane wasitembeleane. Makasini watafute serikali pamoja wasitafute. Makuzo afukuze Kasongo pamoja wasifukuze. Asanteni sana watu ya Mlembe. Mimi nimefika hapa ni mtu ya kusikiza ground. Si ndio? Hapa Luanda, hapa Vihiga. Munasemaje? Ati munasemaje? Ati munasemaje? Ati Harambe. Wewe Ruto wewe. Wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga, wewe mtu ya safari, wewe mtu ya Singapore. Kasongo haende asiende? Kasongo haende asiende? Wangapi wanasema Kasongo haende? Kasongo haende? Wangapi wamekaribisha Kuzo Rigiji hapa? Rigiji amekaribishwa hapa nyumbani na Makuzo. Sisi ni cousins. Sisi ni familia moja. Huyu Kasongo alikuwa anapiga kelele ati Rigiji anasema Makuzo wakae pamoja. Wewe Kasongo, wachana na familia yetu. Kwenda tafuta makazini yako huko Sudan, pahali uliwacha Makuzo yako. Aende Sudan asiende? Mimi nakuja hapa kutafuta bila tutaishi pamoja. Juzi nimesema mimi na hao viongozi tumeamua tutatoa kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo. Muko tayari? Wangapi wanasema kiongozi mmoja wa kupambana na Kasongo? Hapa jamii ya Mlembe, huyu Kasongo amebeba nyinyi ufala. Anatuma personal assistant yake mtu ya standard 2 anaitwa Faruk ati kudanganya Waluya ati watafanya Wetangula president 2032. Ni uongo si uongo? Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruk kudanganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sogoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Number 2, umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Leta hiyo. Wewe umezoea kudanganya watu ya Mlembe. Rigiji aseme asiseme? Atoboe asitoboe? Mimi nilikuweko mazungumzo kati ya Musalia na Wetangula na William Ruto nikiwa shahidi. Mkataba ukaandikwa kati ya William Ruto na jamii ya Mlembe ambaye Musalia na Wetangula waliweka kidole, na ile mtu anaitwa Soprano ndio alikuwa shahidi ya Kasongo. Mimi Rigiji nilikuwa nimeketi hapo. Mkataba ukaandikwa, si ndio? Niseme nisiseme? Coalition agreement between UDA, ANC and Ford Kenya on behalf of the Western Kenya region. Katika hii mkataba William Ruto akasema akipita
atapatiana serikali 30% kwa jamii ya Mlembe. Akakubali atapatia Musalia kiti ya Prime Cabinet Secretary, na Wetangula atapatiwa kiti ya speaker. Alafu wakaweka mambo ya Waluya hapo ndani, na hapo ndio maneno sasa iko. Sasa si ndio? Rigijini msema ukweli, si msema ukweli? Sasa makubaliano ikakuwa namna hii. Musalia apewe kiti ya Prime Cabinet Secretary na akapewa, si ndio? Wetangula apewe Speaker of National Assembly na akapewa. Hiyo ni yao na mabibi yao, si ndio? Nayo mambo ya Waluya ikawekwa kwa hii mkataba ya kwamba rais akiingia ndani ya miezi 6 atakamilisha miradi yote ambayo ilikwama. Imekamilisha ama bado? Ni muongo si muongo? Number 2, ikaandikwa hapa na Wetangula na Musalia wakaweka kidole, na William Ruto na Soprano. Mimi nikakuwa hapo kama shahidi ya kwamba serikali ya Kasongo ndani ya miaka 4 itajenga kilomita 1000 ya rami katika magharibi. Imejengwa haijajengwa? Ni muongo si muongo? Kwa hiyo mkataba ikawekwa ya kwamba factory ya Mumias na Nzoia itawekwa equipment mpya. Badala ya kuweka equipment mpya, Kasongo na Wahindi wakanyakua na kununua hizo factoria. Pia ikawekwa ya kwamba kutaanzishwa industry ya samaki, agro processing, na vijana waandikwe kazi. Kuna vijana waandikwa kazi. Sasa baada ya hii maneno yote, na mimi nikaandika na yeye ya Mlimani ya kwamba mimi nitakuwa naibu wa rais na nikachaguliwa. Tukaweka mambo ya barabara na kila kitu. Akanichenga, nikaita Musalia na Wetangula mkutano. Nikaambia Omwami, hii mtu alitubeba ufala. Wewe Musalia umepata yako ni sawa. Wewe Wetangula umepata ni sawa. Mimi Rigiji nimepata ni sawa. Lakini watu wetu mambo yao haku. Mimi nikaambia Musalia na Wetangula, wacha tuketi na hii mtu tumuulize mambo ya watu wetu iko wapi. Musalia akasema, hii bana Omwami, hii mtu ni mkali sana. Hii Musalia ni muoga. Ni muoga si muoga? Musalia akasema, mimi nimeumia siku mingi, vile nilipata yangu wacha nitosheke. Kama mimi nimepata, Waluya wamepata. Nikauliza Weta, wewe Weta ulipata yako, watu ya magharibi hakuna kitu wamepata, si tukae na Kasongo tumuulize? Akasema hapana, hii mtu atatuletea shida. Mimi kwa sababu ni mwanaume mtoto ya Maumau, nikaenda kwa Kasongo nikamwambia, ile uliahidi Mulima mimi yangu nilipata kwa kura, nataka barabara, nataka maji, nataka kila kitu. Kasongo akaniambia, wewe nitakufukuza. Nitakufukuza. Akaita Wetangula, akamwambia, weka mjadala tufukuze hii mtu anauliza mambo mingi. Wewe Wetangula ni muungwana, wewe ulipata yako ulitosheka, wewe mimi nakupenda. Wewe Musalia hunisumbui kama hii Gachagua, ulipata yako ukatosheka, hii ya Waluya hunisumbui. Wewe Wetangula na Musalia nitakaa na nyinyi, lakini huyu Rigiji anauliza mambo ya wananchi, munisaidie tufukuze yeye. Huyu Wetangula na wabunge wakanifukuza. Sasa mimi nauliza nyinyi, kama ile Kasongo aliahidi mwaka 5 hajafanya, mtatanganya mumurudishe? Ati sasa Weta atakuja hapa aseme atamrudisha Kasongo. Wewe Musalia ulipata yako, watu ya Vihiga walipata nini? Wewe Wetangula ulipata yako, watu ya Western walipata nini?
Watu ya Western mumetumika miaka mingi kama tissue paper. Wakati umefika mkatae kutumika vibaya. Huyu Wetangula na Musalia wametumia jamii ya Mulembe kama toilet paper kwa miaka zaidi ya 20. Wakati umefika mjikomboe. Muko na huyu Eugene Wamalwa, kiongozi shupavu, amekataa kuuza jamii ya Magharibi. Muko na akina Natembea, muko na akina Sifuna, muko na viongozi ya kutosha, wanaume kamili ya kutetea haki zenu. Kwa hivyo mimi nauliza, mtakubali uongo ya Kasongo? Kasongo aende asiende? Iko barabara kilomita 1,000. Iko factory. Nyinyi muko na sababu ya kuunga Kasongo mkono? Muko na sababu yoyote? Sasa ati Faruka anaambia Wetangula Ruto atakuachia 2032. Ameenda pale mlimani, amemwambia Kidiki nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa, ameambia Hassan Joho nitakuachia 32. Ameambia hii mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ati atamwachia 2032. Si mtu ni muongo? Sasa kuna mwanamke mmoja anaweza kuwa na wanaume 4. Hii kiti moja ameahidia wanaume ngapi? Ni muongo si muongo? Wewe Kasongo, kabla huja kuja Western kuahidi kiti ya 2032, kabla huja kuja kuomba kura, ile ahadi uliweka kwa mkataba ya kilomita 1,100, kabla next year mwezi ya 8 kuja hapa ujenge rami kilomita 1,000 ndio uweze kuzungumza na hii Waluya. Waluya hoye! Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kasongo aende asiende? Mimi pale nyumbani nimeunganisha kura milioni 7. Pale Mlima 7 million. Pale Nairobi tumeunganisha milioni 3. Tukiweka pamoja 10 million. Tunataka watu ya Mulembe muunganishe kula milioni 5. Tuongeze na ile 10. Tushikane na ya Kalonzo milioni 3.5. Tunataka huyu jamaa tumfukuse na kula milioni 20. Muko tayari? Muko tayari? Wangapi wanasema tutafuta kiongozi mmoja? One presidential candidate. Tuko hapo? Mimi nauliza, tukisema ni huyu Eugene Wamalwa mtakubali? Tukisema ni Kalonzo Musyoka mtakubali? Tukisema ni Muturi mtakubali? Na wakisema ni Rigiji? Na wakisema ni Rigiji? Kwanza mimi wakisema ni mimi, huyo jamaa nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Unajua juzi alikuja mazishi pale Nyandarua, uliniona? Ameketi hapo, nikamwambia kuna boma haina mwenyewe. Hapa ni kwangu. Ukuje pole pole na ukuje na adabu. Na usilete kiherere hapa. Nikapewa microphone, nikamsomea dakika 30. Nikamwambia wewe ni mwizi, wewe ni mdanganyivu. Alikunywa maji chupa 16. Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Kasongo hangaishwe asihangaishwe? Tena kijana ingine yangu mtoto mdogo ya miaka 34 anaitwa Senator John Medho. Yule kijana ya Maumau yuko na mandevu. Akamwangalia Kasongo, na Kasongo ameketi hapo. Akamwambia wewe Kasongo, mimi nakuheshimu lakini nyinyi watu ya Luanda najua mnaheshimu Kasongo lakini wangapi wanasema tutafuta kiongozi mmoja akupigana Kasongo? Asanteni sana Makuso, thank you very much. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Ama umechoka jamani? Huyo ni naibu wa rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya. Sasa nataka niwaletee aliyekuwa makamu wa rais wa 10 wa Jamhuri ya Kenya. Kutoka hapa kwetu Vihiga tulipeana yule vice president wa 7 Musalia Mudavadi. Mnakumbuka? Tukapeana vice president wa 8 Wamalwa kijana. Mnakumbuka?
tukapeana vice president wa 9 Mudi Awori, mnakumbuka? Na leo nimekuja hapa na deputy president na vice president. Kuna wengine wanatembea hapa tu wanatisha Waluya huyu Musalia tutampa deputy president, kwa hivyo mnipe 2 term. Nyinyi mnashtuka na mambo ya vice president kweli? Si mmetoa watatu? Ninyi mnataka namba 2 ama namba 1? Mko tayari tuchukue namba 1? 2027 ama 2032? 2027 ama 2032? Wangapi wanasema 2027? Nataka sasa niwaletee the 10th Vice President of the Republic of Kenya and the Wiper Patriotic Front leader, His Excellency Stephen Kalonzo. Welcome yet. Luanda hoye! Luanda hoye! Nikiwapa Wiper nipatieni komboa Kenya. Jamani, wakati wa kukomboa Kenya, si ni kweli? Wiper, mko tayari kukomboa Kenya? Wiper! Wiper! Wako wangapi tayari kukomboa nchi yao kutokana na uongozi mbaya wa serikali dhalimu ya Kenya Kwanza? Tumefika tena Luanda. Luanda hoye! Mulembe! Mulembe bosi! Mulembe mia! Mwaseo! Kumbe ni makuso. Basi, moja hapa Mkamba anaisha hapa Luanda. Asanteni. Naomba munisikilize. Jana kwa mara ya kwanza tangu Kenya ijinyakulie uhuru, wakati wa Kenyatta akiwa rais, wakati wa Moi akiwa rais, na wakati wa Kenyatta waziri wa fedha alikuwa anaitwa James Gichuru, wakati wa Moi akawa ni Kibaki waziri wa fedha. Kwa mara ya kwanza, hata wakati wa Uhuru Kenyatta waziri wa fedha alikuwa anakuja anatoa makadirio ya utumizi wa fedha za serikali. Lakini kwa mara ya kwanza, kwa sababu bajeti huwa inawakilisha maslahi ya kiongozi wa nchi ambaye ni rais, lakini kwa mara ya kwanza jana waziri wa fedha wa Ruto anaitwa Badi aliwasilisha hiyo bajeti bila rais mwenyewe kuwepo, na kuvunja, na hivyo basi kuvunjilia bari desturi ya utumizi wa fedha za nchi ya Kenya. Nyinyi wa Luanda, kumbukeni mimi na Raila na huyu Eugene na Martha tulienda kila mahali tukisema gharama ya maisha ilikuwa juu. Hapa imeenda chini ama imeenda juu? Wangama sema bado gharama ya maisha iko juu zaidi. Sasa waziri wa Ruto alijua madawa hakuna, elimu imedhoofika, watoto hata hawasomi kwa sababu wamepatikana na shida ya hata mafikira. Yeye mwenyewe hakuweko. Lakini juzi sisi serikali bandala United Alternative Government tulitoa the people's budget. Mnakumbuka? Wangapi walituona tukitoa hiyo budget ya wananchi? Tukatoa budget ya wananchi na tukasema mambo fulani. Hii ugomvi na ugonjwa wa sho kama vile Eugene upenda kusema itapotea, na ni wizi mtupu, ni kateli tupu. Ile pesa wanaweka hapo 104 billion ambayo inalipwa kandarasi ambayo iliwekwa sahihi huko Uarabuni, hiyo tutatoa. Tukasema affordable housing ni wizi mtupu, hiyo tukasema tutatoa. Na hizo pesa zote tutahakikisha badala ya serikali kukopa, sasa wanataka nyinyi mkope. Serikali itakopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion, hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa
bado wako kwa matumbo ya mama zao, watakuwa wanarithi deni ambayo haiwezekani. Kwa hivyo sisi tunasema badala ya 1.1 trillion tukianza, tutaweka 500 billion peke yake, na hizo pesa tutachukua hizi ambazo wameweka kwa SHA, affordable housing, ambayo haieleweki. Kwa hivyo wangapi wanaunga mkono hiyo bajeti ya wananchi? Tunataka tuone hapa Luanda, na sio hii ya Ruto. Wangapi wanaunda hiyo bajeti ya mwananchi mkono? Harambee! Na ndio tunasema, unajua huyu rais alikuwa anarukaruka na kusema ati sisi United Government in Waiting hatuna mpangilio. Tumempatia tu kionjo. Badala ya waziri wake kusoma bajeti jana, alikuwa anarukaruka tu. Anarukaruka, huyu Kalonzo sijui nini, mawaziri wake wanapiga mayowe, na ni kionjo. Kwa hivyo nyinyi watu wa Luanda na Vihiga, mjiandae kwa mapinduzi. Kama mnajua kwamba watoto waliuawa kiholela kwa sababu ya kufanya maandamano ya kikatiba, nyinyi msirudi nyuma. Ruto sasa anaamini kitu kimoja. Anaamini kama upinzani utakaa pamoja, yeye anajua muhula ni moja. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo anaomba tu, anajua Kenya nzima imemwacha, kwa sababu yeye aliwacha kwa mataa. Na kama Kenya imewacha yeye Ruto, anaona sasa ataangazia Western Province as it was. Anaona ile kura atapata ni hiyo. Ndugu zangu hawa kina Mudavadi, ma-DVD na Weta, tulikuwa pamoja na hawa ndugu zangu, lakini wakasalimu amri. Mimi nikasema sirudi nyuma. Hata wakati mzee wangu baba amelala, Raila, kumbukeni miaka 15 tukisema lazima haki ifanyike, watoto waliouawa, nikasema mimi sirudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakuja kwa roho safi na roho kamilifu kuuliza wazalendo wenzangu, tuseme kura ya Muluya Ruto hataipata. Wangapi wako tayari kusema hataipata hiyo? Asanteni. Sasa kama Ruto hatapata kura ya Muluya, hata hii ya Kisumu, mimi nikiingia hapa, Wajaluo ni watu wanaamini haki. Watazama Kalonzo alikuwa na baba miaka 15. Inawezekanaje Mjaluo apatie mtu ambao serikali yake iliua watoto yao? Kwa hivyo kina Jimo Rengo wakiungana na kina Sifuna, tunawasubiri waje tuokoe Kenya hii. Wangapi wako tayari tuungane na hao ndugu zetu? Na mimi na mwenzi ndugu yangu Eugene ameonyesha msimamo ule original, msimamo wa kijana, ile kijana wa Malwa DNA. Yeye vile ndugu yake mkubwa ambaye amelala alikuwa na msimamo wakati wa Kibaki. Huo msimamo ndugu yangu Eugene, tumezunguka miaka hii 3-4 Kenya nzima, na sijasikia Eugene akilalamika. Yeye anajua ni lazima tukomboe nchi hii. Yeye ni mwanasheria kama mimi. Yeye na mimi tuenda kukomboa hata M-Pesa yenu, kina mbaba, kina mama mboga, kwa sababu Ruto anataka kupiga kamnara kila kitu. Ni kama jamaa amejua anaenda, na kwa hivyo kaza anajua anaenda, anataka kuchukua kila kitu. Kwa hivyo lazima tukomeshe. Bado tuko kwa mahakama. Alijaribu kuuza uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Tukaenda kwa mahakama na Eugene tukamkomesha, mpaka yeye akatoa taarifa akasema niwache hiyo maneno. Kwa hivyo huyu jamaa tusimkalie ngumu kama vile amekaliwa na Rigiji. Huyu ni mtu wa kukaliwa ngumu. Nyinyi mko tayari mumkalie ngumu? Wangapi wako tayari jamaa akaliwe ngumu? Harambee! Kwa hivyo umoja wa jamii ya Mulembe ndio tumekuja hapa kuhimiza. Mimi mwenyewe nilihuzunika sana kwenda kumuona Senator Usosi. Alikuwa amepigwa na majambazi
na tunajua yule katibu anasimamia internal security ambaye anaitwa Raymond Omolo ndiye goon number 1. Hata tukipitia Kisumu alikuwa ameorganize magoon atuwaseme 2 term. Watu wa Jaluo wako na team ya Jaramogi, hiyo team ya Orengo, na team ya Ososi, na team ya Eugene, not Eugene, Sifuna. Anasema mimi ndio Sifuna, sio? Kwa hivyo lazima tujue wakati wa kukomboa nchi ni sasa. Wewe fikiria miaka mingine 5 ya William Ruto, nchi hii itawachwa wapi? Hata mbana idea atapatia 2032 kina rafiki yangu Weta. Na mimi na Weta tulipigwa tear gas. Na muonea sana huruma ndugu yangu Weta. Mkimwona mwambie Kalonzo amekusalimia na kuambia usiuze jamii ya Mulembe. Wangapi wanataka Ruto jamii mtu wangu huyo Weta ambiwa hiyo ujumbe. Tulijaribu kwenda Chwele wakati ule mwingine akatuma magoon. Na hiyo nikasema wewe Weta ni mwanasheria kama mimi. Nchi inataka utengamano. Nchi inataka kutawaliwa kisheria. Nchi inataka kukaliwa kikatiba. Na kwa hivyo yeyote ambaye anafanya kazi kinyume na katiba ya Kenya, huyo si mzalendo. Tunarudi Chwele. Kama rafiki yangu tena ataorganize magoon, basi mambo ya urafiki wangu na Weta itakomea hapo. Kwa sababu yeye ni lazima ajue katiba inapeana uhuru wa kutosha. Sitaki kuongea juu ya ma-DVD. Mimi sina shida. Chama pekee ambacho kimebaki kwa msimamo baada ya ANC kumezwa kama vile tumesomewa na Rigiji, badala ya Ford Kenya kumezwa na DAP Kenya. Mjipigie makofi jamani, mjipigie makofi. Na watu ni msimamo. Watu ni msimamo. Kwa hivyo mimi nawafurahia sana. Nawafurahia sana. Ni watu wanakuja tu kuwasalimia. Pole pole. Pole pole. Ngoja tu kidogo, tutafanya uuzaji wa kuku tukimaliza. Huyo ninatembea. Harambee. Harambee. One term. Hata kama natembea ni one term. Sasa mnaona basi hesabu ya umoja ya jamii ya Mulembe imeanza kuingia. Kwa sababu Ruto anaamini akigawanya Waluya, akigawanya the Mulembe nation, anaweza akapata muhula wa pili. Bila nyinyi kuingilia hiyo maneno na Kenya nyingine yote wameamua. Asante. Wewe wacha tawe kwanza nimalize yangu. Atawapa tawe, ngoja nimalize. Kukamilisha ndipo mbazi wenzangu wasalimie. Tumefurahi zaidi. Nimeona hata mkutano leo umefurika. Wakati ule mwingine tulifika hamkuwa wengi namna hii. Kwa hivyo mjue sisi tuko tayari kuchukua uongozi wa nchi hii na kurudisha Kenya kwa mstari na msimamo na desturi za katiba. Wangapi wako tayari jameni kufanya hivyo? Asanteni sana, tutaongea hayo mengine huko mbele. Thank you. Luanda harambe. Tuendelee tusiendelee? Mumechoka ama tuendelee? Mumefurahia Stephen Kalonzo Musyoka? Na tumekaribisha gavana wetu wa Trans Nzoia George Natembeya. Mmemkaribisha? Na sababu ndiye amefika, wacha nipe nafasi ya pumue kidogo niwaletee mgeni ambaye amekuwa Attorney General of the Republic of Kenya. Amekuwa speaker wa bunge letu la kitaifa. Amekuwa waziri wa umma, anaitwa JB Muturi. Mmemkaribisha? Karibu bwana Spika. Luanda hoye! Luanda hoye! Hapa Luanda
Umesema mambo ya urongo tawe. Urongo ya bajeti ya Kasongo mmesema tawe. Huyu mtu anaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. Umeona juzi tumesema kule, wewe Kasongo hauna heshima na Wakenya. Hakujasikika ulimwenguni kote, labda kule upande ya rais anaitwa Hubert Bunye ambaye anashinda kienda France kila wakati. Ati bajeti ambayo ndio kielelezo cha vile unataka kutawala watu ama kuongoza watu, wakati makadirio ya pesa inasomwa bungeni, rais wa nchi, wewe umeenda kutangatanga huko kwa wazungu. Wakati amesikia tumesema hivyo Jumatano, amefika leo. Lakini habari duru za kuaminika ni kwamba amefika leo kwa sababu zile nguo alikuwa mabeba anataka kuja kubadilisha. Ataka arudi tena kwa wazungu. Ati anaambia wazungu jana, mkitaka kujua mambo ya Kenya, ati wazungu mkitaka kujua mambo ya Kenya, msisome magazeti, msisome social media. Niangalie mimi William Ruto, yale ninasema mjue hiyo ndiyo Kenya. Sasa mimi nikajiuliza, hata wewe mwenyeji mkaaji hapa Luanda, hebu angalia ile sura ya Kasongo. Hata muangalie hiyo sura. Mtu mzungu akiangalia hiyo, si anaona Kenya inaisha? Ataona Kenya inaisha? Sasa tunamwambia wewe Kasongo, umekuwa ukidanganya vijana hapa Kenya ati kwamba utawapatia wifi, watafanya kazi za majuu, ati utakuwa ukifanya kwa mtandao, ili hali bajeti unaongezea kondi. Huyu kijana ako hapa, ule anafanya mambo ya M-Pesa. Ule kijana wako anafanya kazi Nairobi ama Mombasa ama Kisumu, akitaka kutumia mama yake 500, 1000, unataka kumkata kodi pale. Ni ungwana si ungwana ile? Jamaa ameanguka hajaanguka? Ati sasa naambia wazungu, hapana msisome ile iko kwa gazeti. Sasa bajeti imeandikwa, kila mtu ameiona, hiyo ndio nia yako. You want to tax the Kenyan people baka ile damu ya mwisho iko kwa mwili. Alafu naenda kudanganya wazungu, msisikize magazeti. Msisikize magazeti. Katika hiyo bajeti ilisomwa jana na huyu jamaa kutoka hapa Suba, anaitwa John Bandingongo. Hakuna kitu imewekwa katika ile bajeti kusema hii kitu wanasema value addition. Hapa factory hata ile ilikuwa imeanzishwa na kina Eugene Wamalwa, ile walikuwa wanasema iwekwe hapa, haiko kwa bajeti. Lakini Ruto, kwa sababu hiyo bajeti imeandikwa kwa gazeti, leo iko kwa gazeti zote. Sasa naambia wazungu msisome hiyo kwa gazeti, niangalie mimi. Sasa yule Ruto unaangalia, nani unaangalia kitu gani hiyo? Ukimwangalia hiyo, ati wazungu watakuja kuwekeza mali hapa. Wakiangalia Kasongo wanaweza kuna mtu anaweza sasa mali yake hapa. Na anajua amesoma kila siku. Kasongo kila siku ni wizi. Mali ya umma, zile kampuni ambazo wananchi wametoa jasho kuweka, ndio zote unauza. Ukiuza, wewe pesa unaweka kwa mfuko yako. Alafu Kasongo, hata una aibu za binadamu wenzako. Bona Kasongo wewe unaambia Wakenya fungeni mshipi. Unaambia Wakenya fungeni mshipi, mambo ni ngumu. Lakini wewe unarandaranda kila duniani, ndege unalipua na mwananchi. Unakomboa ndege, unazunguka kule kila pahali. Unaenda kudanganya wazungu. Watu ati unawaambia wazungu Kenya ni kuzuri. Hali huku unatuambia fungeni kamba. Huku wanatuambia tufunge kamba, mambo ni ngumu, lakini yeye anataka kurandaranda duniani akikula raha
na bibi yake. Kasongo aende asiende? Aende asiende? Mimi najua nilikuwa hapa, niletwa na ndugu yangu Eugene hapa. Na mimi nataka kuwaambia watu ya hapa Luanda. Mumesikia ile mkataba ambayo iliwekwa kati ya Kasongo, UDA, ANC ya rafiki yangu Musalia Mudavadi na Ford Kenya ya ule ambayo tulisoma na yeye class moja, tukalala dormitory room moja, sio dormitory, room moja. Kijana rafiki yangu tunaitana kijana Moses Masika Wetangula. Mimi waliniletea hiyo agreement katika chama changu cha DP. Mimi nikaangalia hata nikaambia Musalia na Weta, nikaambia bwana nyinyi mmepata mali wewe. Kwa sababu mimi nilisema kiti ya speaker sitaki tena, nimefanya miaka 10. Unajua lazima uondoe, unakifanya kitu unaondokea wengine. Sasa nikaambia Weta, wewe umepata yako bwana na ni mzuri. Wewe Musalia hata wewe yako ni mzuri. Hata tena mtarudi upate 1000 kilometers of tarmac road in Western. Na mimi kwa sababu nilianzia kufanya kazi ya umma, nilianzia hapa Bungoma. Na nilikuwa ninatembea huku. Hata huku nyuma hapa pande ya Mundete nini watu. Mimi Western ni kila ikitajwa mimi nakumbuka ati hapo ndio nilianza kazi yangu. So nikaambia rafiki yangu Wetana na Musalia, kweli nyinyi you have negotiated for the people. You have negotiated for the people. Alafu nikaona nikamwambia vile imeandikwa tena hapa kwa hii mkataba. Kwa sababu mimi niliambiwa niweke, nikaambiwa wewe kwa sababu umekuja umechelewa, nikaambiwa wewe tutakupatia kiti lakini hiyo nyingine tutajaribu kidogo kidogo. So ndio nilikuwa naambia rafiki zangu, nyinyi mko na bahati bwana. Wananchi wa Western watafaidika kwa sababu mnapata 30% of the government. Jamani, watu wangu wa Luanda, watu wetu wa Vihiga, kumbe rafiki zangu walipopata walisahau mambo ya wananchi. Ndio sababu bajeti ambayo imesomwa jana, ningetaka kuchallenge any of them. Hata nimeona Weta akisema the president does not have to be present when budget is being read. The budget is the budget of the president. The economic policies are the economic policies of that president. It is not possible that the budget can be presented in the absence. Isipokuwa ni madharau ya Wakenya. Ndio hiyo William Ruto ameonyesha Wakenya. Harambee! Harambee! Asanteni sana ndugu zangu. Sasa tuko na msemaji wa mwisho. Tuko na viongozi wengi hapa lakini hatutawapa nafasi. Tuko na mbunge mtarajiwa wa Butere, ndugu yetu Achero ako hapa. Tuko na ndugu yetu Wanga mheshimiwa kutoka Butere vile. Tuko na senator mtarajiwa wa Narok, Kaleku nafikiri yako kule nyuma. Tuko na mheshimiwa kutoka Mandera, mheshimiwa Mohamed Abdikarim ndio yule kule nyuma. Tuko na mheshimiwa Sumea kutoka Isiolo. Hatutawapa nafasi, tutapeana nafasi kwa gavana wetu waweze kusema kitu na alafu tuweze kuelekea kwa magavana wetu wote watano wa Luya. Huyu tu ndio gavana amebaki na sisi. Makofi kwa bwana Natembea. Asante sana. Luanda oye! Luanda oye! Unajua tumekuja na wageni ambao wameambiwa kwamba Western iko 2 term. Ati sisi ni watu ya Kasongo. Nataka mtoe sauti wajue kwamba sisi ndio tumetangulia mbele kwa 1 term, si ndio? Nikisema harambee mnasema 1 term mpaka huko nyuma, si ndio? Harambee! Harambee! Wacha nione mikono ya 1 term, 1 term, 1 term, 1 term, 1 term. Watu wetu, hii timu ambayo mnaona hapa na wenzetu wengine ambao pia wanajipanga, wale walikataa broad based government, tunakuja kushikana pamoja kuhakikisha kwamba Ruto anaenda nyumbani 2027.
Na msidanganywe na mtu kwamba kuondoa president kwa kiti ni ngumu. Kuondoa president kwa kiti ni rahisi sana. Kama Ruto mwenyewe aliweza kuwa president, kumuondoa sitakuwa ni dakika moja tu. Na sisi tunaamini, wameshinda wakituuliza agenda yetu ni nini. Tunaamini kwamba Ruto akienda nyumbani 80% of our problems zitakuwa zimekwisha. Hapa magharibi wameuza factory zote zimekwisha, hakuna hata moja inaweza kuajiri watoto wetu. Ruto amesema anatuletea Ebola kutoka DRC. Mko na hiyo habari? Wazungu wenyewe wa Amerika wamesema Muamerika akishika Ebola hawezi kanyaka Amerika, na Amerika wako advanced. Uganda wamefunga mpaka na DRC, lakini Ruto anafungua mpaka, analeta Laikipia mpaka kwa wanajeshi. Huyu mtu anatupenda ama hatupendi? Jamaa aliondoa NHIF akaleta shisho. Inafanya kazi haifanyi kazi? Wamama wako na linda mama, watoto wako na edu afya. Sisi tumekataa. Walidanganya wakasema hii serikali itakuwa ya bodaboda, itakuwa ya mama mboga, lakini wameongeza ushuru. Hata mama mboga mwenyewe hana pesa, bodaboda hana pesa. Ile mipango wanatakia kupangia vijana wetu sasa wameanza, wametoa pesa kila constituency, wamepeana milioni 100. Hawa kora wetu hawa wataanza kutembea wakifanya maharambee. Hiyo pesa wakileta mkule. Tumeelewana? Maana ni pesa yetu, mkisikatae kukula, lakini mahali ya kura mjue mahali mnaweka kura. Tumeelewana watu yetu? Jambo la mwisho, maana sisi tuko na safari mrefu. Ningependa kuhakikishia Luanda, na nyinyi Luanda mnajua tukitoka Nyanza mahali wa kwanza ya Muluya kusimama ni hapa Luanda. Lazima muonyeshe mfano mzuri, ama namna gani? Hakikisho langu kwenu ni kama sisi hatutagawanyika. Kutakuwa na Ruto pande hii na upinzani mmoja pande hii, tutakubaliana. Hatuwezi kupigana, tumeelewana? Ile timu, naona timu kama Arsenal ama Manchester United ama PSG, kila mtu ako namba yake kwa kucheza, tuko na captain, but every player is important. Ama namna gani watu wetu? Na nyinyi sisi Waluya tuko tayari? Waluya tuko tayari? Ama nyinyi mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Wacha nione Waluya ambao wako tayari kwa hiki tukubwa. Wacha nione. Wakati wa kupangwa umekwisha. Sisi tunaenda kwenye meza kwenda kupanga masuala ya kitaifa. Watu wangu tuko pamoja. Sasa komando akikuwa mbele iko shida kweli. Na mimi naelewa shida ya Mluya. Hata nisipokuwa mbele mimi najua haki ya Mluya itatetewa, na mtu akileta ujinga hiyo meza tunavunja na tunaunda meza nyingine. Wakati wa kuomba sisi imekwisha. Ama namna gani? Huyu Rigiji alifukuzwa kwa serikali. Wanasema alikuwa anaongea maneno ya mlima. Lakini nyinyi mnajua walikuwa na mkataba. Hata hapa Western walikuwa wameandika share zetu. Wanataka ati wanakula wakinyamaza, mwenye anaongea wanasema amefanya makosa. Ile mkataba ambayo sisi tutaweka kama viongozi, wananchi wetu lazima mtaweka tick, mseme hiyo ni sawa sawa. Hii mikataba ya kuundwa usiku kama mahali ya busaa, tumesema tawe. Tumesemaje? Sasa mimi nataka Luanda mfunge. Maana nataka watu wa Kitale wasikie kwamba Luanda imeamua. Ama namna gani? Watu wa Busia wasikie, watu wa Kakamega wasikie kwamba Vihiga imeongea. Ama namna gani? Haya, funga. Nataka mfunge hivi, funga. Mtu hapana hapo bwana. Pia shikia mimi kitu. Mbio. Shika hiki kitu haraka. Haya, wacha tufunge hata huko nyuma kwa. Hii mambo ya tawe tunafukuza mambo mbaya peke yake. Mambo mazuri hatufukuzi, ndio? Wangapi wamepokea salamu ya Ososi? Salamu ya Ososi za mara. Ososi tuko na yeye, ni mwanaume. Walimpiga mipini, wakampiga mateke karibu amng'oe meno kwa sababu amekataa serikali ya Ruto, si ndio? Hii mambo tunataka wanaume kama hao ambao wako tayari kuumizwa ili maslahi ya mwanayo akaita tetewa. Ama namna gani? Haya Waluya, twende wacha tufunge. Funga bwana, funga. Nikisema kitu mbaya mnasema tutawe, si ndio? Haya, funga. Umaskini. Ukabila. Ushuru. Ebola. CBC. UDA.
Fred Kenya! Fred Kenya! Blood fucking.